Na nyimbo za kwanza za Beka zilikuwa zinatoka mkononi mwa nani? Mwa Maximizer. Ushelewa. Kwa hiyo ilikuwa Rais alikuwa ananiona kama kijana wa pale, dogo anapambana hivi na hivi. Baada ya hapo mimi nimeachia ngoma, siku 2 mbele akaachia ngoma yake. Ushelewa, akapandishia ngoma. Sijui alipandishia au ilikuwa ni plani yake. Exclusive interview na Worry Star, moja upcoming artist ambao anafanya poa kwenye hii industry ya Bongo Flavor, kibongo bongo. Amepoa kinoma. Sasa sisi tunampa suppliers cause kapokea offer usiku wa leo kuweza kutoka Dina na hawa wawili. Kuna Gigimani lakini pia kuna Wema Sepetu. Unatoka na nani? Dina ya leo. Yeah, naenda na Wema Sepetu hapo. Kwa nini Wema? Ana vitu vyangu na ni Wema Sepetu, najua yeye. Unajua mimi ni mtu ambaye sipendi maneno mengi. Sijui kama labda Gigimane ni uhalisia au ni namna ambavyo amejiswitch katika brand yake. Lakini actually sipendi maneno mengi. Kwa vile ambavyo anaongea sana. Wewe mwanamke ambaye anaongea sana. Sipendi. Kwa hiyo unahisi kama nikiwa na Gigimane basi kila siku itakuwepo, yani kama sina amani kwa sababu atanisema kila siku So umesema una vitu vyako, ni vitu vipi hivi ambavyo waga unavizingatia first time kabla huja date na mtoto wa kike? Cha kwanza kabisa lazima tambue nafasi yake. Kwamba yeye ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Hicho ni cha kwanza. Lakini pia asiwe ni mtu wa kuongea sana. Of course kuongea ni kawaida yake, kawaida yao. Lakini awe na nini? Awe na engo. Ushelewa kwamba kuna wakati mwingine tunajua sisi tuna force, kuna wakati mwingine vichwa vikolesi sana. Kwa hiyo unaporudi nyumbani unakuta maneno tena inakuwa haileti maana. Ushelewa, ndio maana nakwambia mimi kama kiwe kwa Wema Sepetu pale kuna Gigi nitaenda kwa Wema kwa sababu ni yule demu ni mtu ambaye hanaga maneno mengi, alafu yule demu anapenda kwa kumaanisha. So hii hapa ni exclusive interview tupo na Worry Star, moja kati ya wanamuziki wa muziki Bongo Flavor. Haya ilikuwa ni mengineyo tu ambayo tumefungwa nayo, lakini rasmi ni moja pia kati ya upcoming artist ambao wanafanya poa kwenye hii industry muziki Bongo Flavor. Worry, rasmi kwenye hii game uliingia ilikuwa mwaka gani? Na miaka kama 4 hivi nyuma. Sasa hapo unaweza kuhesabu hii 2025. Miaka 4 kama 21. Ndio nilivyo anza ku step in. Hivyo. Kuna baadhi ya ngoma ambazo pia ulipata nafasi kuweza kufanya na artist wakubwa ambao pia mashabiki wa muziki nchini wanawatambua. So kuna mtu kama Beka Flavor, tunaye Kayumba. Kwa upande wa support ya hizi ngoma, kwa nini hazikutembea licha ya kuwashirikisha watu ambao wana title kubwa kwenye hii industry? Mimi nahisi ni tatizo lipo kwenye upande wa usimamizi. Management. Kwa sababu ukiangalia mimi ni mtu ambaye hata ukiangalia namba katika nyimbo ambazo nazitoa zina hiti mpaka namba 1. Ushelewa. Lakini mbona kama nikijiangalia sijui labda pengine mashabiki, lakini nikiangalia sina ile nafasi, sipewi ile nafasi. Kuna kuja gundua kuna kitu kimepwaya hapa. Kitu gani? Management ambayo inataka ifanye follow up katika baadhi ya matukio. Na hisi tu ni management ndio ilisababisha kwamba ngoma zilikuwa kali. Lakini management ambayo inaweza ikasimamia mipango jinsi nyimbo zinaweza zikapelekwa ndio nimemiss tu. Lakini katika upande wa ukiangalia namba kwenye digital, mimi nakimbiza yani nakimbiza. Hata leo asubuhi mimi naangalia Boomplay ni kwa namba 6. Ushelewa, Boomplay ni kwa namba 6. Ile nyimbo inakaribia miezi. Na ukiangalia kuanzia namba 1 ambayo nyimbo ile namba 1 ni ya Nanti ambao kaachia jana. Ushenielewa? Namba 2 ilikuwa ni Zuchu kaachia juzi hapo. Kwa hiyo ina maana mimi na miezi 2 zile zote zimekaa top 5 ni mpya, lakini mimi nafukuzana na zile mpya. Uone kama nina nguvu hapo. Kwa hiyo tunakosa tu management ambayo inaweza kusimamia vitu vyetu vikaenda vile ambavyo tunataka. Mambo yangekuwa poa. Kama tujagusia zaidi kwenye swala la management, kuna ukubwa hizi ngoma mbili ambazo umefanya na wasanii wakubwa. Nikiwa nazungumzia ngoma ya Beka ambayo umefanya na Beka Flavor, lakini pia the same time umefanya ngoma na Kayumba. So kwa upande wao unapofanya ngoma na wasanii wakubwa kama wale, kikubwa ambacho tunakitegemea hapa pia ni support zao. Nikiwa nazungumzia let's say kuzunguka nao kwenye baadhi ya media, kufanya media tour nao pamoja. Kwenye upande wa support yao ilikuwa ni ya kiwango gani? Yani ilikuwa ni asilimia ngapi kwa wao kama wao? Tukianza kama ngoma ambayo nimetoa juzi na Beka, ushelewa, kwa kweli Blaza amekuwa akinisupport kwa namna moja ama nyingine.
Lakini sijajua ni vitu gani ambavyo vilimkabili baadaye, kwa sababu nilizungumza naye nikasema blaza, nahitaji ile support, tushoot video then tuiachie, lakini tunaposhoot video inatakiwa niachie wimbo. Akasema sawa, haina shida, unaweza ukafanya hivyo. Tukafanya process zote, kila kitu kika sawa, lakini sikujua ni nini. Okay. Baadaye siku ya kuacha video, nafikiri siku 2 kabla, nilienda kwake kuzungumza naye kwamba blaza, ndo kama hivyo hivi na hivi na hivi, kwa sababu before nishamuomba ya kwamba na nitaomba ni support tuingie kwenye media mbili kufanyaje kupush kazi. Sheria alisema fresh, lakini baadaye blaza alisema ana mambo mengi. Okay. Sasa sijajua kama yeye aliangalia kwenye engo gani. Ushaelewa kwamba ana ratiba kweli. Baada ya hapo mimi nimeachia ngoma, siku 2 mbele akaachia ngoma yake. Ushaelewa, akapandisha ngoma. Sijui alipandishia au ilikuwa ni plani yake, ila mimi nilikuwa na update kila kitu katika ratiba ya kutoa nyimbo. Okay. Lakini nimetoa siku 3-2 mbele akaachia kwake. Kwa hiyo ikabidi nitulie kwa sababu ni blaza, lakini pia bado namshukuru sana kwa sababu alikuwa na uwezo wa kusema usiachie. Ushaelewa? Kwamba bwana hiyo ngoma usiachie. Aidha katoa sababu zake kwamba bwana haijakizi vigezo, lakini aliniacha pia hivyo pia nashukuru. Kuna namna yote ambayo ilikukata kuona kwamba muda huu ni muda ambao nilikuwa namhitaji Beka kwa ajili ya kuweza kufanya naye video, tumeshindwa kufanya video, pia licha kushindwa kufanya video kaachia ngoma yake juu ambayo pengine inaweza kaiua hii ambayo mimi nimefanya nayo, na jambo ambalo pia pengine ndio linaonekana kuwa hivyo? Of course ilinikata, lakini video tulishoot, sio kwamba tukushoot. Okay. Tulishoot, ila ratiba ya kutoa ile ngoma ndio ilienda tofauti, kwa sababu mimi nishafanya plan, nishazungumza na baadhi ya media kwamba kwa sababu tunajua huwa tunatoa taarifa kabla, ushaelewa. Baadaye akasema sina muda, nitakuepo kwa sababu nitakuepo na nini, nipo busy na nini, kuna nyimbo nataka niachie, lakini before hakuniambia kama anaachia ngoma. Nikasema fresh. Kwa hiyo ilinikata kwa sababu na uhakika kabisa kama angenipa nguvu basi ingesogea ikapita sehemu ambapo imefikia. Unaona? Lakini kwa sababu hakuipa support, kwa sababu hakupost blaza, nisiwe muongo, licha hakupost. Ushaelewa? Kwa hiyo sijui, lakini pia mimi sijajua, natamani labda hata kama mkikutana mumuulize. Ushaelewa, kwa sababu blaza ni mtu ambaye way back kabisa ni kuna nyimbo ambayo nilifanya naye kitambo hicho, kwa sababu mimi kumfahamu Beka Flavor ni kwa chini ya Maximizer Foundation. Okay. Na nyimbo za kwanza za Beka zilikuwa zinatoka mikononi mwa Maximizer. Ushaelewa. Kwa hiyo ilikuwa rahisi, alikuwa ananiona kama kijana wa pale, dogo anapambana hivi na hivi. Kwa hiyo ikawa rahisi. Ile nyimbo ambayo tulifanya Maximizer akiwa akawa yeye ndo alikuwa anaisimamia. Yes. Nakwambia ile ngoma ilipushi kiasi cha kwamba nilistaajabu. Ushaelewa? Lakini nikiwa muwazi ile ngoma mimi kwa sielewi, kutokana na kwamba nikisikiliza ile ngoma najiona kabisa nilikuwepo bado sana. Ushaelewa? Kwa hiyo niliamini kwamba tukifanya kitu kikubwa kizuri zaidi, na sasa hivi nimemachua, nimegrow katika kuimba, basi itaenda tu. Haikuja kunidisappoint baada ya kusema hivi mambo mengi hivi na hivi na kupost hivyo. Ngoma imemuogopesha pia Beka Flavor kwa sababu alijua ni kubwa na anaachia ngoma yake, pengine ngoma yake inaweza kufunikwa, la swaya kutaka kujihusisha na jambo lote ile la kupost. Unakubaliana na maneno yangu? Sidhani kama ni kweli. Hapana, sidhani kama kwamba ilimpa hofu, labda yeye mwenyewe labda angesema. Ushaelewa, lakini kusema kwamba ilimpa hofu kwa sababu mimi ni msanii ambaye ndo nakuja. Sasa inakuwaje labda niogope mimi na wakati yeye kashafanya vitu vikubwa? Kweli naweza nikamtisha hapo? Hapana, sidhani, hapana. Au mtonyo ambao ulimpa ulikuwa ni mdogo? Sasa kama ingekuepo labda ni swala la nani angesema. Ushaelewa, kwa sababu mimi nimemapproach kabla. Of course mimi nimeenda na hakunichaji of course pesa za kusema kwamba ni hizo. Zile kwamba labda nimempa, nimekuja location, masuala ya kuvaa lakini kama ingelikuepo najua mtu ili atoe kinyongo, mara 100 ni bora umwambie ukweli, unajua. Kwamba dana, unajua, kwa mfano kama mwanzo kabisa nataka tushoot, ashaniambia kwamba mdogo wangu nakusupport, lakini kuna vitu inatakiwa utambue, licha na kusupport na kiasi ambacho nimekwambia nataka ukitafuta ili nije location, tafuta. Hata hivyo ni katika engo ya kukusupport. Ushaelewa? Kibiashara sio hivyo. Kwa kweli nimekunjua,
jitahidi usiendelee kulialia. Ushaelewa? Sasa kama kulikuwa labda kulikuwa na kitu kingine kinahitajika kibiashara, ni bora nginiambia. In short ilinikata sana ile. Ilinikata sana sijui, na mpaka nikaa nafika mbali kufikiria kwamba na wish nijue kama kuna kitu nimemkosea bro, anielekeze tu, kwa sababu haya ni maisha tumechagua. Noma sana. So kama kuna kitu anakijua ambacho labda pengine iko tofauti wale stars, unaweza kumuelekeza. Lakini big deal kwamba ni moja pia kati ya wasanii ambao wanakimbiza kinoma noma kwenye upande wa numbers uko kwenye digital platforms za ku stream music. Boomplay unafanya poa sana bro. Na zani kama vile wabongo wa kuzingatii ama watu wamejisaulisha nini kinaendelea? Bro, nikwambie kitu, mimi na uhakika kabisa wanafahamu uwepo wangu. Ushaelewa? Kwa sababu tuseme labda kama Mario ameachia ngoma, si ndio? Iko namba 1 pale. Afikesha naamka na kutamini nimekaa pale, hanifahamu hapo. Atashindwa kukliki pale, huyu nani ale mbaya amenipandia juu. Lazima atakliki ndio huyu, ushaelewa? Ataignore tu, lakini sio kwamba watufahamu, wanatufahamu sana. Hilo naliamini kabisa. Kitu ambacho naamini mimi nimepoaya. Plaza management kwa msanii ni muhimu sana. Si unanielewa? Management kwa msanii ni muhimu, yani kwa msanii ni muhimu sana, zaidi ya sana. Yani kama tungekuepo na kuna watu labda wanafanyaje? Kwa sababu kiangalia kama mimi na Kamoja Boomplay, kuna wasanii wengi wakubwa ambao unawaamini, ila kwa sababu wao wana mifumo mizuri, wamebahatika kupata management, hawajawahi kukanyaga namba 1. Yani kukaa namba 1 hawajawahi. Ushaelewa? Kwa hiyo mimi naona ni management, lakini kusema kwamba hawajui uwepo wetu, wanatujua bana. Hilo wanatujua bana. Hata tukiingia studios tunaona babu. Okay. Tunaona ndugu yangu. Wanajua uwepo wetu. So one love. Sasa kuna ngoma gani ambayo iko mjini? So kwa wabongo ambao wanafuatilia hii interview, uendelee kusikiliza, uendelee kuongeza numbers kwenye digital za ku stream music. Juzi kati hapa nimeachia challenge inaitwa Nitakupa. Okay. Leo naendelea kufanya poa sana, inafanya poa sana mpaka sasa hivi. Lakini soon nataka niwape surprise, kwa sababu kuanzia mwezi unaokuja hapo, wiki inayokuja, yani wiki ya mwanzo katika mwezi unaokuja, tutakuwa na kitu ambacho hebu nawaomba kwanza wafuate na page zangu wazifollow zote. Natumia walistar_tz katika Instagram. Lakini katika TikTok natumia walistar. Lakini hata wale wanaonisupport, kwa sababu naonaga kuna page nyingi ambazo zinanisupport, wafollow, kwa sababu wakati mwingine mambo yanakuwa mengi, tunashindwa kuposti kwa wakati kwa sababu hatuna management kama nilivyosema.